Kama leo hii utagundulika na changamoto ya kisukari, hakikisha unafanya mambo haya matatu, yatakusaidia wewe mgonjwa wa kisukari. Kabla sijataja mambo hayo, hakikisha umesevu video hii, lakini pia share kwa watu wengi sana ambao ili na wao waweze kujifunza kuhusu changamoto ya kisukari. Lakini jambo la pili kwako ni muhimu sana, hivyo sikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho kama wewe ni mgonjwa wa kisukari. Jambo la kwanza, hakikisha unaanza kufanya mazoezi mepesi. Hii itakusaidia wewe mgonjwa wa kisukari kuweza kudhibiti kiwango chako cha sukari mara tu baada ya kumaliza kula. Na haya mazoezi mepesi ni pale ambapo utakuwa umemaliza kula, unapata muda wa kutembea hatua fupi, hatua ndogo, walau dakika 5, dakika 10 ama 15. Hii itakusaidia sana kwa wewe mgonjwa wa kisukari. Jambo la pili, epuka kutumia vyakula vya viwandani. Ikiwa ni mpenzi sana kutumia vinywaji, kutumia vyakula ambavyo vimetoka viwandani moja kwa moja, hii inaweza kusababisha kiwango chako cha sukari kuweza kupanda mara kwa mara. Epuka kutumia vyakula vya viwandani. Na jambo la tatu, epuka kula usiku sana. Yaani unakula muda ambao umeenda sana na bado unakula vyakula ambavyo ni vizito. Ukiwa unafanya vitu kama hivi, ni rahisi sana nyakati za asubuhi sukari yako kupanda kwa ghafla. Ikiwa ndio mtindo wako wa maisha ya kila siku, hakikisha unaepuka jambo hilo. By the way, nimekuwa nikiwasaidia watu wengi sana kupona changamoto za kisukari. Inawezekana wakati huu ni kwa wewe kabisa ambao unanitazama uweze kupona changamoto. Lakini pia usisahau kuweza kufollow account ya Guko Mizani kupata tips nyingi zinazohusiana na ugonjwa wa kisukari.